Endelea mstari wa 10. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana za kushinda kabisa mateso. Njia ya kwanza inaitwa ng'ang'ania kabisa imani dhidi ya uoga. Ng'ang'ania kabisa nini? Imani dhidi ya nini? Uoga. Sawa. Neno la Mungu kwenye Timotheo wa pili 1:7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Nalipenda hili andiko, ndio maana nimelirudia. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Wakati wowote unapojihisi ni mwoga, unaposikia uoga, unapoanza kuhisi chochote uoga, hakikisha hiyo roho haitokani na Mungu. Ikemee na ushughulike nayo. Amina. Usiache kuzoea hiyo roho, maana hiyo roho haitokani na Mungu. Mungu wetu ametupa roho ya nguvu. Sema nguvu. Yaani dunamis. Ndio maana kwenye Matendo 1:8 anasema anasema lakini mtapokea nini? Lakini mtapokea nguvu. Mimi nikisema nguvu pale naweka punch. Sisi waimbaji tunaelewa. Lakini mtapokea nguvu. Hebu sema nguvu. Hebu sema nguvu, kuzimu isikie. Nguvu. Kutoka 14:10 mpaka 14. Kutoka 14:10 mpaka 14, na nitasoma mstari wa 30. Neno la Mungu linasema hivi: hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kitu ambacho ninachokipenda ni kwamba hawa jamaa walikuwa wapo kwenye mpango wa Mungu wa wokovu kutoka Misri kuenda wapi? Kanaani, si ndio? Ili wakaangalia nyuma, wakamwona Farao anakuja na majeshi yake. Halafu neno la Mungu linasema hapa, wakaogopa nini? Sana. Waliogopa sana. Nitakwambia hata wewe wakati fulani unasoma kabisa neno la Mungu na umejazwa Roho Mtakatifu, lakini kuna kachangamoto fulani hivi unakapitia hivi. Kuna kachangamoto unapitia hivi, alafu unaogopa sana. Halafu unaogopa sana. Wenzio hao waliogopa, lakini huku mwisho amesema vizuri kwamba wana wa Israeli